Paulo anasema huko Mungu alimuona kabla, kwenye mchakato huo akajua na huu ni wakati sahihi aje. And the moment you realize that you are called, everything changes. Ninavyofahamu mimi, Biblia yangu inaniambia huyu Yesu naye paswa kumwangalia. Biblia imesema amejaa neema. Na kweli amejaa, hicho ndicho alichojaa. Sasa kama amejaa neema, wakati alipomaliza kazi katika kupaa kwake, Biblia inasema alishuka mpaka pande za chini mno. Alafu baada ya kufika chini hakuna sehemu nyingine ya kuendelea kushuka, to the bottom. Hamna sehemu ya kushuka zaidi ya hapo. Akaanza kuascend. Sasa nasema wakati alipokuwa na paa, alikuwa anateka mateka, alafu akawapa wanadamu vipawa. Sasa nani alitekwa? Hapo kwanza yeye alikuwa mtekaji, ambaye ni shetani. Aliteka watu. Sasa Yesu akamfanya kuwa mateka. Kwa hiyo baada kutekwa yeye, mzuiaji wa watu vipawa visiwafikie, akaanza kugawa vipawa, maana mzuiaji kashafanya nini? Kashashughulikiwa. Ndivyo maandiko yanavyosema katika Efeso sura ya 4. Sasa anasema katika kupaa kwake sasa, ile neema aliyokuwa amejaa. Naomba tuwekee Efeso sura ya 4 ule mstari wa 11. Gave this gift to people, the same Christ. He made some, not all, some to be apostles, some to be prophets, some to go and tell the good news, that is evangelist, and some to care for all, and that is the one who cares for all is a pastor, a shepherd, and teach God's people. Anasema some, not all. And what he was giving to them is the grace, kwa sababu anasema alikuwa amejaa neema. So it's about the grace, and it's not about the position, it's not about the title. Okay? Kwa hiyo ni swala la neema, kwamba katika ile neema huyu mmoja, anasema the same Christ, akaweza kujiwekeza kama alivyopenda katika maeneo hiyo matano, hizo neema tano ambazo zinaitwa ni a governmental grace. Ni governmental grace. Kwa hiyo huwezi ukasema wewe ni mwanakristokrasia if you don't have that grace. Kama huyo huna hiyo neema, especially neema ya kitume. Na neema ya kitume is a governmental grace. Ni neema ambayo huwa haishindwi, haikwami. Na ndio maana nasema katika kanisa hao ndio aliwaweka kwanza, wapate kuwa wapambane na kila ambacho kina mtume wa kweli hazuiliki. Hiyo neema haizuiliki. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi watajitahidi kupinga namna gani. Watapinga sana, lakini hawatafanikiwa. Wote tunafahamu vita aliyokutana nayo Paulo baada ya kumwamini Kristo. Vita yake ilikuwa kubwa mno. Kwa hiyo kwa mwanakristokrasia kushindwa ni aibu. Hapaswi kushindwa. Maana yake amebeba a governmental grace, a governmental authority. Ana mamlaka ya kiutawala. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kwamba sisi ni wanakristokrasia, na tunasema kristokrasia maana yake ni utawala wa Kristo duniani. Na tunapozungumza habari ya utawala wa Kristo duniani, huo utawala unakuwa ndani ya watu, kwa sababu neema haikai hewani. Neema inakaa ndani ya watu.
neema inakaa ndani ya mtu, na maana yake na utawala pia unakuwa ndani ya mtu. Ndio maana Yesu aliwaambia wale wanafunzi akasema, msihangaike kwenda kutafuta na kule, eti mnahangaika kutafuta ufalme wa Mungu. Anasema huko ndani yenu. Tunalewana? Mtaniwea radhi, mimi nimesema ni mwalimu, nataka interaction. Na kwa sisimami kumaliza somo, nasimama uelewe, hata kama ni pointi moja. Somo lisipoisha sio issue. Sawa? Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia habari ya kwamba siwezi nikasema mimi ni mtume, mimi ni mwalimu, ama mimi ni fulani. Unaweza ukajiita hivyo. Swali, unayo hiyo neema? Au watu wanaweza kukuita unayo hiyo neema? Kwa sababu kinachofanya kazi ni ile neema. Na Paulo alitambua hilo akasema, sio mimi, anasema niko vile nilivyo, lakini sio mimi, ila ile neema ya Kristo ndio iliyonifanya nikawa kama nilivyo. Kwa nini? Kwa asili, kwa historia, mimi nilikuwa muuaji, napinga watu wenye imani hii. Nilikuwa naipinga, nilikuwa nawaua, nilikuwa nawazuia. Lakini leo najikuta naihubiri, naieneza. Akasema kwa kweli sio mimi. Ningekuwa mimi, ningepinga. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kimetokea ambacho sio mimi. Kuna kitu kiko ndani yangu ambacho sio mimi. Hicho kitu ndicho kinachofanya hiyo kazi. Na hiyo kitu ni nini? Ni neema. Nimetokea Divine Outreach Mission. Mimi ni baba wa mke mmoja wa jinsia ya kike. Maana siku hizi tumefika mahali ambapo inabidi ueleze haya yote, maana tuko kwenye kizazi ambacho kimeharibikiwa. Na katika muunganiko huu wa mke na mume, nimekuja na mwanangu last born wangu, yuko hapa. Gift, simama salimia. Huyu ameamua, anapendaga kwanza, anaweza kujifanya na kuja kunisalimia afa anachungulia nasoma nini. Na kama ni kwenye mtandao atataka kujua ni upe, akienda anaenda kugugu. Kwa hiyo walimu wangu wote anawajua na wenyewe wanamfahamu kwa sababu anawafuatilia. Na ninapokwenda anapenda kwenda, anataka kujifunza, anataka kuona kile ambacho baba anafanya ili naweze kufanya. Na hiyo ndio njia pekee ya kuweza kusaidia vizazi vinavyokuja. Hawaja kiona kwetu sisi, sahau, hata tuwaambie namna gani. Kwa hiyo nimekuja naye. Mungu amenipa watoto watatu. Wa kwanza ni wa kike na wa pili ni mapacha, anapacha mwenzake. Na Mungu kanipendelea zaidi. Mimi ni babu wa wajukuu watatu. Kapeta, upo hapo. Sasa alichonipendelea Mungu ni kwamba mimi amenipa mapacha wote wavulana, na huyo mtoto wangu ambaye ameoa na yeye Mungu amempa mapacha na wote ni wavulana. Na huyo wa kwanza na yeye ni mvulana. Ningekuwa naweza kumhudumia, angependa, alikuwa ananiambia babu tuondoke. Sasa nakaambia bibi yake abaki naye, maana nikija hapa tusingeelewana. Kwa hiyo napenda niwaletee salamu. Nilitakiwa nije na mwenzangu, alichelewa kupata usingizi saa 7, saa 8. Sasa umemchukua sisi saa 11, akanambia tukienda nitasinzia alafu na mimi singefurahi. Kaambia basi pumzika mama, hamna tatizo. Lakini ametuma salamu zake, anatambua niko hapa. Mnaona nilivyo hivi, sio mimi nimeamua. Yeye ndiye ameamua kwamba nije hivi. Sinafahamu eti mama Kapeta ameamua au ni umeamua? Sisi tunaenda tunakuta tuishawekwa tayari. Sasa na huwezi kuibishia. Msekesi atakubaliana na mimi. Huwezi kubisha, mama akishaamua uwe hivi utakuwa hivi tu. Una ubishi. Wewe unaipenda, huipendi, inabidi uende. Anayetakiwa kufurahi ni yeye, sio wewe. Kwa hiyo yeye ndiye amenifanya nionekane kama ninavyoonekana. Lakini pia niwaletee na salamu za Divine Outreach Mission.
tulikuwa na shule, tunakuwa na shule kila mwaka ya neno, tunaita Tanzania School of Word. Tunachojifunza ni neno, na ni neno, na ni neno peke yake. Hatuongezi kitu hapo, kwa sababu neno ni kila kitu. Neno ni Mungu mwenyewe. Neno lilituumba. Neno limeumba vitu vyote tunavyoviona. Neno ndio linalo tu sustain. Issue ni kulijua, ni kulifahamu, na pia likufikie, ili na sisi tena nasema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, na hiyo mbegu akasema ni neno lenyewe. So tuna DNA ya neno, na kama Mungu ndiye neno, basi tuna DNA ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende taratibu tupate kujitambua. Unajua usipojitambua utapata shida tu. Unaona mgogoro tulio nao sasa hivi makanisani, kwenye siasa, ni kitu kimoja tu, identity crisis. Ni mgogoro wa utambulisho. Watu hawajitambui ni nani. Watu wanauana, watu wanapigana, watu wanapinduana kwa sababu tu ya kushindwa kujua utambulisho wako ni nani. Mpaka tunafikia hatua ya watu wanakataa jinsia zao, eti Mungu kakosea kuwafanya walivyo. Yote hayo ni identity crisis. Unaona, ni kuto kujikubali Mungu alivyoamua uwe. Alafu Mungu anakuambia hata ukibadilisha hiyo jinsia, ule mtu wa ndani hujambadilisha bado. Anabaki kuwa vile alivyo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niwaletee salamu hizo, then naomba tuende moja kwa moja. Leo nitazungumza tu general kwa kukumbushana, sio mambo mapya, sina jambo jipya la kuleta, mnalifahamu. Lakini naomba nianze na mtumishi wa Mungu Paulo, kile kitabu cha Wagalatia. Naomba tu safiri pamoja hapo. Wagalatia Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Nitaomba nianze hapo. Aha. Hapana, naomba ishie hapo tu. Nataka tumwangalie Paulo hapa. Anasema, kuna Biblia ninayo, sikiliza ninavyosema. Sasa sijui ni habari njema au nini sijui. Anasema, lakini Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili yangu hata kabla sijazaliwa. Sasa naomba niulize swali. Unaweza ukawa na mpango wa kitu ambacho hakipo? Kinakuwa kipo, si ndio? Okay. Kwa hiyo ina maana tulikuwepo, ila kuna wakati tulizaliwa kwenye ulimwengu huu. Naomba tuende taratibu hapo. Tulikuwepo. Kwanza naomba tuelewe, hatuanzii kwenye tumbo la mama. Mwanadamu anaanzia kwa Mungu. Inaomba tuelewane vizuri taratibu. Mtu au mwanadamu haanzii kwenye tumbo la mama, na Mungu amesema wazi wazi. Anasema kabla hajamuumba Paulo alimjua. Kamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua. Nikuulize swali, unafikiri ni hao wawili tu Mungu aliwajua hivyo? Kama system ya Mungu ni kwamba anawajua watu kabla ya kuwaumba, vipi kwa habari yako wewe mwenyewe? Maanake Mungu alikujua, Mungu alinijua kabla hajaniumba. Kwa maneno mengine, tulikuwepo. Wapi tulikuwa? Tulikuwa kwenye umilele. Si tunafahamu Si tunafahamu kuna ulimwengu aina mbili, wa muda ambao ndio huu tulioko sasa hivi, na ulimwengu wa milele ambako ndiko tulikokuwa, alafu tumeletwa kwenye ulimwengu wa muda kwa muda,
kwa kusudi maalum. Ukimaliza kusudi lako unarejea ulikotoka, unarudi kwenye umilele. Kwa hiyo kama ulikuwa na hofu ya kufa, naomba ondoa leo. Unasikia? Maana kama ni kufa, kama ndio mwisho wa kila kitu, sasa Yesu tusemeje? Afu mtu anakufa na miaka 30, 40, nasema amekufa mapema. Unafikiri kuishi muda mrefu ndio kutimiza kusudi lilopewa? Once you finish your assignment, you go. You have to go. Yesu alimaliza assignment yake iliyomleta, na ndio hiyo nataka tuijue ilikuja kufanya nini, alifuata nini hapa duniani. Biblia inasema yeye alikuja kwa ajili yetu kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naomba uelewe, hata kama wewe hujijui, hujitambui, lakini Mungu kabla hajakuumba anakujua. Na ulipofikia sasa ni wakati wa wewe kuja kama balozi. Naomba tuelewe. Naomba tuelewe vizuri. Sisi ni mabalozi hapa duniani. Na hakuna mtu anakuwa balozi kwenye nchi yake mwenyewe. Anakuwa balozi kwenye nchi ya kigeni, akiwakilisha nchi iliyomtuma. Si ndio? Tunazungumza habari ya kritokrasia, wapendwa, kwa maana kwamba ni utawala wa Kristo, kwa maana kwamba sisi ni mitume. Si ndio? Mtume ni nani? Tuanzie hapo. Mtume ni nani? Okay, ni mtu aliyefanya nini? Aliyetumwa. Maana yake anaye aliyemtuma, na kama amemtuma na instruction. Tuko pamoja? Huendi kufanya unavyotaka. Hakuna balozi anayeteuliwa alafu akafanya anavyotaka. Ukifanya unavyotaka unarudishwa, na ukirudishwa unabidi unashughulikiwa, maana kulikuwa na gharama za kukugharimikia wakati ulipokuwa huko. Tunaelewana? Mtume ni aliyetumwa. Kwanza unajua mtume linatokana na jina la Kiyunani inaitwa apostolos. Sio jina la kidini wala la kiroho, hapana, la kisiasa kabisa. Apostolos ilikuwa ni kikundi, kilikuwa kinachukuliwa, kinaandaliwa, alafu kikishaandaliwa ni kama convoy ya jeshi, alafu inatumwa kwenda kwenye territory tofauti na ilikotoka, kwa lengo la kwenda kufanya ile territory ama ile himaya ama lile koloni wanakotumwa kulifanya kuwa koloni ama kuwa territory ya aliyelituma. Maana yake watakuwa wako pale pale, lakini wana influence hilo eneo kwa utamaduni wa kule walikotoka. Kuna mtu ananielewa hapo? Leo hii Kapeta akiongea Kifaransa amenibomu, maana mimi sijui Kifaransa. Kwa nini anaongea Kifaransa? Kwa sababu Wafaransa walikuja wakaenda pale DRC, wakafanya ni territory yao, wakawa influence na culture yao. Na moja ya kitu ambacho ni ishara ya culture ni language, lugha. Kuna mtu anaelewa hapo? Sasa kwa hiyo kama ndivyo ilivyo kwamba sisi tumetoka kwenye umilele, tumekuja kwenye dunia ya muda kama mabalozi, kwa lengo gani? La kuja kuinfluence dunia na culture ya ufalme wa mbinguni. Tunaelewa na watu wa Mungu? Lakini huwezi kuinfluence culture nyingine kama wewe huna culture au hujui culture yako. Haiwezekani. Tatizo letu, we don't know our culture. Nikiuliza tu,
What are the culture of the kingdom of God? What are the pillars of that kingdom? And we are ambassadors here. Culture za ufalme tunaowakilisha ni zipi? Na culture ni kitu unachofanya mara kwa mara, you practice mara kwa mara. Nataka twende taratibu kama alivyosema Paulo hapa. Kwa hiyo Paulo hapa anasema Mungu alimjua. Anasema Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili yake kabla hajazaliwa. Kwa hiyo Mungu anaposema sasa namwachilia John Kapeta, namtuma pale namtuma duniani, alafu ili aweze kufika duniani, destination yake ya kwanza anaanzia kwenye tumbo la mama yake. Huku kumbuka hakuna muda muda huko kwetu. Naomba tuelewe vizuri, tusije kafikiri kwenye ulimwengu huo kuna mchana kuna usiku. Hakuna. Mchana tunaoona ni kwa sababu ya jua linamulika hapa duniani. Usiku tunauona kwa sababu linakuwa liko upande wa pili wa dunia. Sasa kule hakuna. Hebu imagine sasa ukatoa kile kivuli ambacho kinazuia hapa, so utaona jua liko kila wakati au nuru liko kila wakati. Kwa hiyo huko kuko hivyo, hakuko limited na hayo, hakuna mipaka hiyo. Kwa hiyo Mungu anapokuwa ameamua sasa kitu kitoke kwake, kwa sababu vitu vyote vinatoka kwa Mungu, ili kiweze kuja duniani, kinapokuwa kwenye transit kuja duniani kinakuwa stationed, tunaita mbinguni au ulimwengu wa roho hapo. Sasa kabla akijafika hapa, kwa sababu hatuna language ya huku inaonekana kama kivuli. Kwa hiyo alama, ishara, mifano, mafumbo yanatumika. Ikifika wakati husika wa kile kitu kikisha kuja hapa, we no longer need those types and shadows. Kuna mtu ananielewa hapa? Tukisafiri pamoja utajielewa na wewe ni nani na kwa nini uko hapa, huko kwa ajili gani. Tuache kubangaiza, twende kwa muongozo sahihi. Kwa hiyo Mungu anaposema namtuma kesi, sijui jina la kwanza, maana kesi wako wengi. God living. Nafikiri Godwin mwanangu anaitwa Godwin, hiyo nitakuwa rahisi. God living, Mungu anayeishi. Au John Kapeta au mama Kapeta au ndugu yangu pale, akishasema nenda, akushatoka kwa Mungu, kwa sababu Biblia inasema kabisa roho zote zinatoka kwa Mungu. Mwanadamu anatoka kwa Mungu, na ndio maana mwanadamu ni tofauti na kiumbe kingine chochote. Mwanadamu ni tofauti na malaika. Sijui kama una habari hiyo. Halafu nakuta mtu anaabudu malaika. You are superior to angels, guys. Why? Aliposema anaumba mbingu imeumbwa. Akaumba pamoja na nini? Na nchi. Si ndio? Sasa akaumba viumbe vya huko mbinguni vya kiroho, wakiwemo malaika. Alipokuja duniani ameumba tunavyoviona. Sasa tofauti ya mwanadamu na malaika, malaika alisema wawepo, wakawepo. Mwanadamu, Mungu alichukua kilichoumbwa, udongo umeumbwa, alafu akachukua pumzi ya Mungu ambayo haijaumbwa kwa sababu Mungu hakuumbwa, alafu kwa hiyo Mungu akajiwekeza ndani ya mwanadamu. Ndio maana tunasema mwanadamu ni wa milele. Anasema na wanadamu wana umilele ndani yao ila hawajui. Kwa hiyo ile pumzi ya Mungu, ile roho ya Mungu haikuumbwa. Kwa hiyo kama anasema mbingu zitapita na nchi zitapita, ni pamoja na nini? Si na vilivyoko kwenye hizo mbingu. Lakini mwanadamu hawezi kupita kwa sababu anarudi kwa Mungu alikotoka. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo unakaa, hiyo ni arrangement ya Mungu. Hatuwezi kumquestion why, anajua. Kwa hiyo anaposema sasa namtuma God living, anaenda tu, anatengeneza mambo yake huko. Mzee siku hiyo kama sijui kama alikuwa amepata klauri yake siku hiyo au vipi, afika nyumbani hisia zinampa, anakutana na mama, kumbe hapo God living bwana anatakiwa azaliwe. Nyumba yake inatengenezwa. Kutana sasa ule mwili ambao unatoka kwa mama
ndiyo nyumba ya kututambulisha tuweze kuonekana hapa duniani. Tunapoonana hapa tunaona hiyo miili, lakini yule mtu husika hatumuoni. Huwezi kumuona, it's a spirit, ila yaweza kuonekana kupitia yale uyafanyaye. Kwa hiyo Mungu akaamua kukaa miezi yako 9 hapo. Ndio Paulo anasema huko Mungu alimuona kabla, kwenye mchakato huo akajua na huu ni wakati sahihi aje. Kwa nini ukuja wakati wa wazazi wako? Au kwa nini ukuja wakati wa watoto wako? Hizi, kwa hiyo kila mmoja ni plan. So we are here to fulfill God's plan. Tunaelewana? Sasa anasema kwa kuwa Mungu alimjua hivyo, anasema sasa mstari wa 16 anasema kwanza aliniita. Aliniita kwa namna gani? Wapendwa, aliitwaje? Asante Apostle. Kwa neema. Kwa neema. Shika hili neno. No grace, no calling. Sasa baada ya kutuita kwa hiyo neema, akafanya kitu. Ile neema ilikuwa kazi yake ni kufanya nini? 16 anasemaje? Najua samani mtaniwia radhi, sijazoea kuzungumza na watu afu asikujibu. Aha. Sasa hiyo si asante sana baba. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuwe makini. Unasikia? Hii Kiswahili hii, wale ambao tunajua Kiswahili peke yake tuna mipaka. Tunadanganywa kwingi. Kwa sababu walio tafsiri, ukumbuke Biblia ni kitabu cha kiroho, ni lugha ya kiroho, lugha ya picha, lugha ya mafumbo, lugha ya alama, lugha ya rangi, ndio lugha yake. Sasa usipoielewa kwa maana yake utatafsiri tofauti. Anasema akamdhihirisha. Ile neema ilikuwa ni ya kumdhihirisha mwanae, mwana wa Mungu, sio kwangu. Unajua kuna tofauti ya kumleta. Unaposema unamtambulisha mtu kwako, maana yake huyo mtu yuko nje yako. Lakini anaposema aliona vyema kumdhihirisha mwanae ndani yangu, maana yake ni nini? Alimsaidia kuelewa kumbe mwana yuko ndani, sio nje. Kuna mtu ananielewa? Ndani. Alafu na si tu kwamba amemdhihirisha kwamba mwanae yu ndani yake, alafu ishie hapo. It is not an information. Sio taarifa. Ina kazi, inamseti kwenye kazi. Akisha mdhihirisha kwamba mwanae yuko ndani yake, yeye anapaswa kufanya nini? Wapendwa, ni bado tunazungumza huo mstari tu, sio kwamba niko nje na. Cha kwanza alijulikana kabla, baada ya kujulikana akaitwa kwa neema, na ile neema ilikuwa na kazi ya kumdhihirisha ama ya kumfunua. Tumezungumza kwamba Christocracy is the revelation of the of what? Is a revelation. Si ndio? Ya kitu gani? Christocracy. Aha. Is the revelation. Naomba niulize swali. Ufunuo unasoma degree ngapi mpaka upate? Au somewi? Kwa kifupi, elimu ya kawaida haikupi ufunuo, inakupa taarifa na maarifa. Ufunuo unatoka kwa Mungu. Na ufunuo maana yake ni nini? Ni kwamba kitu kipo ila hukioni. Kuna kitu kilichokifunika usikione.
hicho kifuniko kikitolewa ndio na realize ala, kumbe hiki kitu kipo. Sasa ndicho kilichotokea kwa Paulo, kwamba Kristo alikuwa ndani yake ila hana habari. Yaani sikiliza nikwambie, vituko vyote ambavyo Paulo alikuwa anafanya vya kuwatesa wale wa Kristo na kuwaua, Kristo alikuwa yuko ndani yake ila alikuwa hajui. Kama na wengi wetu tulivyo, Kristo yuko ndani ila hatuna habari. Sogea zaidi. Nisogee zaidi. Hivi tunapokuja ibadani huwa tunakuja kukutana na Mungu, na wakati mwingine tunasema leo kulikuwa na uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu, au tunafanyaje ndugu yangu? Umeniangalia kwa makini sasa, inabidi nikuuliza angalau specifically. Hakuna wakati unasema leo kulikuwa na uwepo. Ulitoka wapi huo uwepo? Ina maana hamjui ulikotoka. Mungu yuko wapi? Yuko kwenye neno. Neno liko wapi? Kumbe Mungu unakuja naye. Kumbe uwepo unakuja nao. Kama haupo kwako, sio katuambia hapa leo hakukuwa na uwepo. Wewe ndio hukuja nao. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho anachosema Kristo yuko hapa. Kile kinachotufunika kikishaondolewa ndio tuna realize kumbe tunaye. Kama ilivyo leo, wengi wanasubiria wafe ndio wapate uzima wa milele, si ndio? Ndivyo ninavyosema, au ndivyo ilivyo? Uzima wa milele tunaupata lini? Tukiwa umebarikiwa unayejua hivyo. Kuna wengine nafikiri uzima wa milele akishakufa ndo anasema ndo ameenda kurithi uzima. Uzima wa milele tunao kwa sababu Kristo yuko ndani yake. Unajua, pamoja na kwamba Mungu alimwagiza Musa aandike sheria kwenye vibao na kwenye mawe, unajua destination, hatima ya neno la Mungu sio kwenye vibao, sio kwenye mawe, sio kwenye karatasi. Hapa ndio maana akasema agano nitakaloagana nao siku zile ni hili: kwanza nitasamehe dhambi zao, uovu wao nitauondoa, hautakuwepo tena. Alafu nitaandika sheria yangu wapi? Mioyoni mwao, na katika nia zao ama akili zao nifanye nini? Nitaitia hizo sheria. Kwa hiyo right from the beginning neno la Mungu halijakusudiwa likae kwenye karatasi. Ndio maana tuwe makini, tusije tukafungwa na hivi tukakosa kufahamu neno la Mungu. Kumbe linatakiwa kuwa hapa, na mwandishi wa hilo neno Paulo alisema ninyi ni barua yetu tulioikatibu, sio na tulioandika, sio kwa wino wala sio kwenye karatasi. Anasema tumeandika kwenye vibao vya mioyo na kwa Roho Mtakatifu. Yaani ni Roho wa Mungu aliye neno anaandika neno lake kwenye mioyo yetu iliyo roho. Tumeelewana watu wa Mungu? Kwa hiyo Paulo anaposema hapa Mungu alimdhihirisha, alimfunua mwanae ndani yake, sio kwamba alikuwa nje yake, no, alikuwa ndani yake. Na baada ya yeye kufunuliwa sasa akajua kumbe Kristo yuko ndani yangu. Nilikuwa nafundishwa kwamba Kristo yuko mbinguni na ngoja siku moja nikifa nikakutane naye, au nangojea labda ukilala ukiota ndio akujie. Akaletewa ufunuo kwamba yuko hapo ndani. Toka mwanzo Mungu alivyosema anaenda kuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, Mungu hajawahi kubadilisha huo mpango.
na Mungu alimuumba mwanadamu na hiyo potential. Kwa hiyo nitakwambia kitu kitakacho kushoku kidogo, naweza labda ikakutikisa kidogo. Hata wale tunaowaona ni walevi, wavuta bangi, malaya, wahuni, niseme na gumu zaidi, na wachawi, Kristo yuko ndani yao, isipokuwa they have been blinded kama na sisi tulivyokuwa. Kinachotakiwa, anatakiwa mtu akuweza kumsaidia kuondoa ule utaji. Ule utaji ukitoka tu, yule mtu anajitambua. Na wala usije ukafikiri unapoenda kumshuhudia mtu habari za Yesu kamwangaza ile sala ya toba ukasema ndio Yesu ameingia ndani yake. Ulichofanya ni kumsaidia kuamka, kugundua kwamba Kristo yuko ndani yake, na moment anavyojiona hivyo, anaacha wizi, anaacha ukahaba, anaacha kila kitu. Lakini kama hajafikia pointi ya kujiona hivyo, hata upige panda namna gani, never. Sasa Apostle Kapeta, hawa watu tunaona kwamba inakuwa na ugumu wa kudigest. They have never seen themselves like that, kwamba Kristo yuko ndani yao, kwamba unapoangalia neno, unaliangalia neno mpaka unajiona kwenye hilo neno, lile neno linafanyika wewe. Nitakupa siri moja. Unakumbuka wakati Yakobo na mjomba wake, wakati alivyokuwa anamrusha, tunafahamu alimrusha mara nyingi tu. Mara ya mwisho akamwambia, sasa mzee, tukubaliane, mbuzi wa madoadoa awe wa kwangu, si ndio? Alafu weupe wawe wa kwako. Alianza na weupe. Sasa wakazaliwa weupe, akasema mjomba mtu akasema hapana, nabadilisha. Sasa wewe chukua madoadoa, mimi nachukua weupe. Akamwambia hamna shida. Sasa unajua nini kilitokea kwa Yakobo? Yakobo, Mungu alimwambia wakati wale mbuzi kondoo walipokuwa wanaenda kwenye maji, Mungu alimwambia achukue ufito, alafu auchore mraba kama shati ya ndugu yangu hapa. Sasa akaweka mbele ya maji. Sasa wale ile mifugo kama ni kondoo ama ni mbuzi, walipokuwa wanakuja, walikuwa wanaangalia kwenye nini? Kwenye maji. Na maji yanaakisi, yana reflect. Sasa wakaangalia kwenye maji, wakaona ule mraba wa ile fimbo ambayo imewekwa pale. Na unajua fimbo ina represent nini, na unajua maji yana represent nini? Fimbo ni authority, maji ni neno la Mungu. Kwa hiyo walipojiangalia kule kwenye yale maji, ile picture walioiona kwenye maji, wakazaa kinachofanania walichokiona kwenye maji. Wakazaliwa mraba. Tafsiri yake nini? Unatakiwa uliangalie neno mpaka ujione kwenye neno. Lile neno linakuhusu wewe, sio jirani. Kuna mtu amenielewa? Kwa hiyo Kristo ni neno. Kwa hiyo kama unamwangalia, unajiangalia kwenye neno, ukajiona kwenye neno, unamuona nani? Unamuona Kristo. Na ndio maana alisema siku ile mtajua kwamba mimi niko ndani ya Baba na ninyi mko ndani yangu na mimi niko ndani yenu. Alafu na Roho Mtakatifu yuko ndani. Anasema tutakuwa ni umoja ulio kama umefumwa. Unajua kufuma kitu ni kama kushona kitu, kwamba Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na sisi ni wamoja. Si tuna dini yake, si tumezaliwa na yeye. Sasa kwa hiyo Paulo mtume yeyote, tumesema kwamba mtume ni mtu aliyetumwa na anaye aliyemtuma, na anakuwa amemtuma na ujumbe, na kuna ahali anakomtuma. Maana yake akienda haendi na ujumbe wake, anaenda na ujumbe wa aliyemtuma. Na tumesema the whole purpose
kwa neno la apostolo lilivyokuwa, ilikuwa ni kwenda kwenye territory nyingine kwa lengo ya kwenda kufanya ile koloni ile territory au himaya au koloni kuwa koloni la wale waliotumwa. Maana yake ni nini? Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake anawatuma duniani, ambako sasa hilo ni koloni ambalo sasa hivi limetawaliwa na adui, kwenda kuligeuza liwe koloni la nani? La Mungu. Ndio maana yake. Kwanza unatengenezwa wewe, unafinyangwa wewe, umefinyangika. Hakuna balozi anayeteuliwa akaenda hivi hivi bila maandalizi na kuandaliwa na kuika anachoenda kukifanya na mipaka yake anakuwa anajua. Naomba niulize swali. Kwa mfano, mheshimiwa amefurahi akasema namteua Keshi good living, namtuma pale DRC akapate kuwa balozi wa Tanzania nchini pale. Bwana Kesi, utahangaika kutafuta nauli. Haya, umefika kule sasa, utaanza kuingia mtaani ukafanya biashara ili upate pesa uendeshe maisha yako, au utawaambia ndugu zetu wa DRC wakutunze kwa sababu uko kwenye nchi yao? Aliyekupeleka kwanza anakupeleka kwa gharama zake, anakutunza kwa gharama zake, na huna shida yoyote. Na ukiwa pale wewe unamwakilisha nani? Ambaye ni nani? Mkuu wa nchi. Kwa hiyo ukienda pale hawakuoni wewe kaa Kesi, wanaona rais wa TZ yuko hapa. Kwa hiyo akiongea anaongea kwa nidhamu zote, na wewe utakachokisema maana yake ni rais anakisema. And that's how we are. Yani ndivyo tulivyo. Utume maana yake ndio huo. Tumetumwa na Mungu kwa gharama za Mungu, tunaishi kwa nguvu za Mungu na anatusustain. Mimi toka nimeingia kwenye utumishi, namshukuru Mungu aliotuandaa, sijawahi kwenda kutumika mahali ningoje wanitumie nauli niende, na nikisha hudumu na ngojea ruzuku nirudi maisha yangu. Ndivyo nilivyokuwa raised kwenye ministry. Namshukuru Mungu waliotuinua hivyo. They did good. Walifanya vizuri. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo utaondokana kwenda kuzungumza maongo kama alivyokuwa anasema apostle hapa. Mtu anakuja hapa na anajua kutumia kinywa chake vizuri, anahamasisha watu, anatoa, afa anakuambia tugawane bwana. Sasa ndugu yangu, umekuja kufanya biashara? Wewe ni balozi gani wewe? Mbona unaishi kwa gharama za watu uliotumwa kwao? Unaona? Kwa mfano, nimekuwa nikienda South Africa, nimekuwa nikienda Zambia, nimekuwa nikienda Uganda, nimekuwa nikienda Kenya, iwe ni kuhudumu, iwe ni kuhudhuria masomo. Sikuwahi kulipiwa ticket, sikuwahi kulipiwa accommodation. Unaenda ukiwa umetumwa, kama umetumwa na Mungu, hata kusustain. Tulikuwa na shule mwezi huu ambao hujaisha. Tulikuwa na mwalimu kutoka South Africa, tulikuwa na walimu wawili kutoka Kenya, tulikuwa na mwalimu aliyetoka Ufaransa. Hakuna hata mmoja tuliomtumia ticket, hakuna hata mmoja tuliomlipa honorarium, kwa sababu darasa ni changa, na kwa kuwa ni apostles they know, huwa hawakurupuki. Akiitwa anauliza, baba unanituma au ni huyo mtu ananiita? Akisema baba, akisema mimi ndio ninaye kutuma, ambe okay, I'm ready. Kwa hiyo ata provide means. Utasikia tu mtu anakuambia najisikia kukubariki hivi, unakuta anakubariki na hela ya tiketi. Mwingine anakuambia najisikia kufanya hivi, anakupa accommodation. That it has been the trend katika apostolic. Kama kuna wanao kwenda kinyume, sasa si ndio nikasema let the grace do the work. Acha ile neema ifanye kazi. Na yanayozidi hapo, aidha umejituma au umetumwa na watu. Ndio maana unatafuta means zako za kwenda kusurvive. Kwa sababu ingekuwa ndio hivyo,
tulikuwa wanafunzi almost 40. Utawagharimia, utamkatia nani tiketi na nani utaacha? Alafu na watu hawa wanatakiwa wale, wanywe chai, wale cha mchana na jioni na walale. Kwa hiyo apostle, wanaokuja kudai mavuno, hata kama ni rafiki yako, be bold enough. You are an apostle, you have the apostolic grace. Mwambie no, we don't work. Hatufanyi kazi hivyo kwenye ufalme wa Mungu namna hii. Hatukatai kwamba Mungu ana namna ya kubariki watu. Hatukatai kwamba akiondoka anaweza kapewa love offering, lakini not on demand. Sio kwa kudai. Huo sio utume. Hapana. Utume haufanani hivyo. Utaniambia tafadhali muda ukiisha, maana sikumbuki umenipa dakika ngapi. Okay, zikibaki dakika chache utaniambia ili niweze ku slow down. Kama zimeisha niambie tu zimeisha, usiogope. Kwa sababu nimesema mimi si ngangani kumaliza somo, na ngangana mtu kupata point atakayoenda naye ambayo itakuwa imemsaidia. Lakini cha kwanza kama ni kureview, kumbuka nilianza kusema tunaye wa kumtazama. Biblia imetuambia tumtazame, na tukasema kwa nini tunatakiwa kumtazama. Anasema yeye ndiye ameanzisha hii imani na ndiye atakayeikamilisha. Sio sisi tutakayoikamilisha, yeye mwenyewe ndiye atakayekamilisha imani hii aliyotupa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema pia utume mtu hujiiti, ni swala la neema. Ni kwamba ziko neema hizo ambazo Kristo aliamua kuzigawa, ni yule yule, lakini akajigawa kwa jinsi hiyo. Ni wajibu wako uweze kutambua kwamba ni neema ipi ambayo umepewa, uiache, uiruhusu ifanye kazi ili uweze kumtukuza yeye, kwamba yeye ndiye anayefahamu, na amesema anatujua kabla hajatuumba, na ametuumba kwa wakati huu for a special assignment. Kila mtu usitake kufanya, usitake kuwa kapeta. Ukifanya hivyo unakosea. Kuna watu wengine wanaiga mwanadamu mpaka na sauti yake na vituko vyake. Una duplicate. Mungu hapendi duplicate. Mungu anapenda original, na kila mmoja ni original. Anapendezwa na originality ya kila mmoja wetu. Usiwe mtu mwingine, just be you kama Mungu alivyokusudia. Kuna wanaonielewa? Mimi hata niwe namna gani siwezi kuwa kama John. Mimi ndio hivi tu. Kama vile tunatia story. Unaona? Lakini tunakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba hilo tulizingatie sana, kwamba hakuna mtu anayejiita, bali anaitwa na Mungu. Na Mungu akikuita, just be aware, atafanish kila kitu, atatusustain, atatutosheleza. Na tumesema hakuna balozi anayejiteua wala haendi kwa gharama zake yeye. Na the moment, nisikilize, the moment unapoteuliwa kila kitu kina change. Nakumbuka wakati nilikuwepo, ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza napiga kura, nilikuwa nishafika mtu mzima kupiga kura mwaka 85, wakati Mwinyi alipoteuliwa kuwa mgombea urais. Kumbuka alikuwa ni Nyerere. Sasa Nyerere akasema nang'atuka. Sasa Mwinyi alienda na Land Rover yake. Rais Mwinyi alienda na Land Rover yake ya zamani 109, ndio gari aliyokuwa nayo. Hana hili wala lile. Kufika kule, ilikuwa ndio wakati wa kupendekeza nani aweze kuwa rais ajaye. Unaona? Baba wa watu hana habari. Jina linatajwa, hakuamini, maana anajiona qualified, hastahili, aliona anapelea. Lakini alipopitishwa hakurudi nyumbani na ile Land Rover yake, wala hakurudi na dereva wake. Kila kitu kilibadilika. Alikuja mwenyewe, akaondoka na mabodyguard. Kwa sababu gani? Mambo yamebadilika. And the moment you realize that you are called, everything changes. Kabisa, ni swala la kujitambua tu. Ukijitambua tu. Sasa Kristo alichokuja kukifanya, sio kwamba alimleta Kristo ndani yetu. Alikuja kutu awaken.
alikuja kutuamsha tuweze kurealize, alafu na kureveal na kuredeem the image and the likeness of God. Kumbuka, huna sura na mfano wa Mungu, huna qualification ya kutawala na kumiliki. I repeat that one. Naomba niirudie. Lengo la Mungu toka mwanzo la kumuumba mwanadamu liko kwenye Mwanzo 1:26 na 27. Naomba tuwekee hapo, alafu tusome nikuulize swali. Mwanzo 1:26 na 27. Hafanyi kabla ya kusema. Anasema kwanza, alafu anafanya. Kusema manake ni nini? Ni kwamba Mungu anajiweka wazi, anajifunua anachokusudia kufanya nini? Kukifanya. Na akisha kiweka wazi, utekelezaji unafuata. Akasemaje? Asante sana. Naamini sisi ni wasomaji wazuri wa maandiko, si ndio? Kuna mtu anaweza kaniambia tofauti iliyoko kati ya mstari wa 26 na 27? Iko pale. Unaweza karudi ule wa haiwezi kukaa pamoja yote miwili? Wezi pisikuzi kidogo? Okay, labda tusaidiane hapa. Anasema Mungu akasema, cha kwanza anasema na tufanye nini? Tumfanye kwa namna gani? Na nini kingine? Mistari inayofuata anaeleza sababu ya kumfanya huyo mtu awe na sura na mfano wa Mungu. Maana yake ile sura na mfano wa Mungu ndio naye kuqualify kuweza kutawala. Huna hiyo sura na huo mfano wa Mungu, huwezi kutawala. Lakini 27, angalia anachosema. Anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Nini kimekosekana hapo? Sura haiumbwi, sura inafanywa. Hapa tuelewe vizuri hapo. Anasema nia yake, anataka mfanye mtu. Mtu anafanywa. Nitakupa mfano. Hii ni mbao imetengenezwa. Haikuumbwa hivi, imetengenezwa. Imetokana na nini? Na mbao. Mbao imetokana na nini? Mtu umefanyaje? Sawa, lakini ulikuwa umefanyaje? Umeumbwa. Unaona, katika mti, wewe ukiona mti, lakini mtu mwingine anaona meza, anaona kitanda, anaona store. Lakini lazima mchakato na mlango, lazima mchakato ufanyike kuvileta hivyo vitu. Sawa Kwa hiyo anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Maana yake kwa asili ya Mungu. Maana yake asili ya Mungu ni nini? Ni roho. Lakini sura inafanywa, haiko kwenye kuumbwa. Sura ni karakta, ni tabia ya Mungu. Sasa tabia haiumbwi, inazaliwa. Ule mtu ulipokuwa unakatwa, ungeweza ukatoa sauti, ungesema naumia. Lakini mwenye kuukata hachi kuukata kwa sababu anajua at the end of the day anachokihitaji pale ni mlango, au anahitaji meza. Haya, umekatwa, anaanza kuranda, unasema naumia. Anaanza kukata, anachukua vipimo, anakata tena, ungesema naumia. Akimaliza anachukua randa, mtu unalia naumia. Akimaliza anachukua unganisha, chukua misumari, anagonga kwa naumia. Akimaliza anapiga msasa, naumia. Mwishoni akimaliza anatia nini? Polish. Baadaye ukiangalia unasema wow, meza nzuri au mimbari nzuri. Lakini yeye imetokana nini? Ni mti. Tabia ya Mungu kwa mwanadamu inafanywa na kuna maumivu. Tabia ya Mungu ni ipi?
Wagalatia 5. Tuwekee Galatia 5 ili tuweze kuelewana wapi tunako miss point. Kuna kwenye masomo yetu kuna somo tunasema tunaita formation before functioning. Unatengenezwa, unaundwa kabla ya kuanza kutumika. Formation before functioning. Galatia 5:22. Mungu ni nini? Mungu ni roho, si ndio? Tunda ni nini? Tunda ni character. Anasema 5. Lakini tunda la roho, maana yake zao au tokeo la roho ni nini? La roho, wapendwa, Mungu ni roho. Maana yake hiyo ni tabia ya Mungu. Ni nini? Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Endelea. Upole, kiasi. Anasema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Tabia ya Mungu, haya mambo tuliyotaja hapa, yanakuwa formed, yanaumbwa ndani ya mtu. Kuna mtu anaomba Mungu nipe upendo, akaenda kalala kesho yake ana upendo. Mungu nipe uvumilivu, sikiza kusaidie. Mungu naomba nipe uvumilivu, anakuletea mtu wa kukusugua. Unaanza kumkemea, unaanza kumuudhi, unaanza kumtukana. Wakati uliomba mwenyewe formation. Ndio hiyo mchakato ndio huo. Anakuja mtu apendeki kabisa. Ndio ufanyaji wa Mungu huko. Na unakuaje formed ndani yetu kupitia neno. Neno litakwambia fanya hivi, usifanye hivi. Sasa ndugu zangu, swala labda nitoe tena mfano mwingine. Usiende mbali. Hebu soma Isaya 43. Hapo. Nasikia? Hebu endelea. Kuhuluku ni kufanyaje? Hapana. Mstari unafuata anasemaje? Yeye aliyekuumba. Naomba niulize swali. Kuna watu wangapi hapa? Mmoja amehulukiwa, mwingine ameumbwa. Mmoja ni Yakobo, mwingine ni Israeli. Kuna watu wangapi hapo? Mtu ni mmoja, si ndio? Tofauti yake ni nini? Of course amekosea. Yakobo ameumbwa, Israeli amehulukiwa. Kwa Kiingereza anasema vizuri, anasema Yakobo I created ye. Alafu anasema Israel I formed you. Manake ni nini? Yakobo tunafahamu sifa yake, tabia yake, alikuwa ni mwongo, alikuwa mlagai, alimdanganya baba yake, alichukua uzaliwa kwanza ndugu yake. Unaona huyo ni Yakobo, ameumbwa hivyo. Lakini Mungu akiwa anamjua kwamba anamuumba Yakobo, lakini Yakobo huyu atamform, atamfanya aweze kuwa nani? Israeli. Maana yake Israeli, maana yake wewe ni kama Mungu. Ndio tafsiri ya Israeli. Kwa hiyo Mungu anamchukua Yakobo aliye muongo, aliye mnyang'anyi, aliye mlagai, alafu anamfanya kuwa kama yeye. Kuna mtu amenielewa? Bado? Wewe, bado tena? Yakobo baba yake ni nani? Isaka, si ndio? Israeli ni nani? Ni Yakobo. Ni wakati gani alibadilika kuwa Yakobo akawa Israeli? Ikatokea nini? Mweleka, zoezi gumu, alishughulikiwa sawa sawa. Anang'ang'ana apate baraka, akaambia huwa aziji kama ulivyo, mpaka ushughulikiwe kwanza. Tena alimuuliza, hivi unaitwa nani eti? Akaambia Yakobo. Akaambia kuanzia leo hutaitwa Yakobo tena. Akatoa reason.
Maana yake ni nini? Ni kwamba tunabadilishwa, nisikilize, tunabadilishwa. Katika kubadilishwa kwetu ni kule Kristo alichokuja kufanya pale msalabani. Sasa nikwambie, kuanzia anazaliwa mpaka pale msalabani alikuwa ni Adamu wa kawaida kama wewe na mimi. Lakini alipopata yale mateso, aliposulubiwa, alipouawa, akafa, akazikwa, Biblia inasema siku ya tatu akafufuka. Alipofufuka tu alikuwa ni mtu mwingine, alikuwa ni Kristo mtukuka. Na ndio maana Paulo huyu anayesema yeye baada ya sasa Mungu kumdhihirisha mwanae kwake, hakwenda kule kwa kina Petro na Yohana wakamweleze habari ya historia. Wao wanamjua Yesu wa historia, aliyeishi naye akiwa katika binadamu kama alivyokuwa Adamu. Lakini yeye Paulo amekutana na Kristo aliye mtukuka, ambaye ni mtu mwingine, ni kiumbe kipya, kikambadilisha Paulo na yeye akapokea ule upya wa Kristo. Ndio maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Biblia inasema tulisulubiwa pamoja naye, tulikufa pamoja naye, tulizikwa pamoja naye, lakini anasema pia tukafufuka pamoja naye. Hatukufufuka watu wale, kwani Kristo alifufuka yule. Hata wanafunzi wake waliokuwa wanamfahamu, waliokula pamoja naye, kwani walimjua? Walikuwa na macho ya historia. Kristo alikuwa kashatukuzwa, kasharejea. Kumbuka alimwambia Baba, ule utukufu niliokuwa nao kabla ya ulimwengu hajawepo, sasa imefika, sasa unitukuze, halafu kingine na mimi nikutukuze. Siko mnaelewa? Kabla hajaenda msalabani aliomba hayo maombi, lakini yote alio kuzimu huko, yani kaburi lilikuwa ni mlango wa kwenda kwenye mauti yetu huko, kwenda kututoa huko, aturudishe pale tulipokuwa kabla ya anguko. Na mtu amenielewa? Nimesema sikuja kukupampu na no, I want to realize, to see yourself in Christ, kwamba ujione mwenyewe kwenye maandiko, ujione mwenyewe katika Kristo. Kwa hiyo mpendwa, kama hutaweza kujiona kama Kristo ambavyo amekusudia kutuweka huru, bado tutakuwa tunabangaiza, kwa sababu kinachosumbua ni mtazamo. Kilichoharibiwa kwa mwanadamu ni mtazamo. Paulo hakuwa na mwili mwingine, mtazamo wake ulibadilishwa. Hata Adam na Hawa walipoasi wakajiona wako uchi, hakuwa na mwili mwingine, ni ule tu, lakini mtazamo ulibadilishwa, ufahamu uligeuzwa, na Kristo amekuja kurivesi ule ufahamu urejee kwenye original intent ya Mungu. Ndio maana nasema tusifuatishe namna ya dunia, bali tugeuzwe kwa kufanya upya kitu gani? Fikra. Ndio ze mgogoro. Hata Kristo hii kama hujaielewa hivyo, utaielewa kwa kukrem, nothing you can show. Let us be practical. Kuna mtu amenielewa? Au nimevuruga na kukwaza watu? Iko sahihi. Apostle yuko pale, namwamini, mpaka tumeitana tunafanyana. Tunajua codes tunazo kanyaka. Lakini kikubwa, mtu wa Mungu, jitambue. Kikubwa, jitambue. Kwanza, Mungu anakufahamu kabla hajakuleta. Hiyo naomba tambue. La pili, uko hapa kumwakilisha yeye. Sasa huwezi kumwakilisha Mungu na yale matendo ya mwilini kwenye ile Galatia mstari wa 19, rudi huko. No, unamwakilisha Mungu kwa kuonyesha attribute ama sifa za Mungu: upendo, uvumilivu, utu wema, ufadhili, unaona, kuwa mtu wa kiasi, kuwa muazi, unaona. Hivyo ndivyo tunavyomwakilisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Kristo alisema hivi, aliyeniona mimi amemwona nani? Na Paulo alikuwa na ujasiri wa kusema nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo, kwa sababu alijiona yeye ni nani katika Kristo. Tuna ujasiri huo kwa kuwaambia watu nifuate kama ninavyofuata Kristo?
Kristo ameshafunuliwa kwako, amesharidhihirishwa kwako, kwa sababu Paulo alisema hatujihubiri, bali tunafanya nini? Tunamhubiri Kristo. Kristo, angalia, Paulo hakwenda kuwahubiria wengine mpaka Kristo alivyodhihirishwa kwake. Tatizo ni kwamba aposto, tunaenda kuwahubiria watu Kristo ambaye hata kwetu hajadhihirishwa. No change. Hakutakuwa na mabadiliko wapendwa. We are just sending them information. Na kizazi cha leo kiko well informed. Akigoogle kidogo tu. Lakini naomba niwaambie wale wanaotegemea Google, mtandao, you will get information, you will get knowledge, but you will miss the substance. You will miss the grace. Grace haiko kwenye mtandao. Grace rests in a person. Tambua grace mlio nayo na kui-access na kutap in kilicho ndani ya, suck from him or from her. Kwa sababu neema haina agenda. Baba, ninakushukuru kwa maarifa na ufahamu huu na neema hii ambayo umeachilia kwetu mchana wa leo. Ninaamini wewe Bwana utalikuza neno lako, na ninawakabidhi wanao katika neno la neema yako na linaloweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja na hao wanaotakaswa. Asante Baba kwa kutumia kinywa changu kusema na sisi sote kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.